This program has been made possible by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Leo nataka kuongea ili nilete spiritual understanding ama nataka kulete spiritual benefit of convocation, ambayo convocation katika tafsiri wa Kigiriki inamaanisha kukutanisha ama kuja pamoja kwa madhumuni ya kuweza kuwa na uhusiano na Mungu, kwa madhumuni ya kuweza hata kuleta hoja zetu mbele za Bwana, na pia kama Waisraeli wanavyosema kujionyesha mbele za Bwana, kwa madhumuni ya kujionyesha mbele za Bwana. Sababu huu ni wakati wa divine engagement. Ni wakati wa divine engagement. Nataka kuleta scripture kadhaa ambazo zinaonyesha hii si mambo ambayo yameanza leo. Hallelujah. Katika Zaburi 65 na mstari wa 4 inasema, blessed is the man whom thou choosest. Blessed is the man ambaye Mungu amemchagua na kumkaribisha akae nywani mwake. Hallelujah. Kubarikiwa ni mtu yule ambaye amechaguliwa na Bwana ili akaribie Bwana na aweze kukaa katika maeneo ya Bwana, ili tuweze kushiba wema wa nyumba ya Bwana pale katika patakatifu pa hekalu lake. Hiyo scripture inakutuonyesha kwamba yule mtu ambaye upata opportunities ya kukaa mbele za Bwana amebarikiwa. Wandugu na wadada, kuna watu wengi wangependa kuwa na time za maombi mbele za Bwana, sababu maombi ni kuwa na engagement na Mungu. Kuna watu wengi wangependa sana hata katika nchi yetu. Na mimi sababu ya kutembea kidogo nimekutana na watu wananipea vile ambavyo kusikia injili ni gharama kubwa. Hata kujua kuomba ni gharama kubwa. Hata kuwa na wakati wa kukutana wawili ama watatu ni gharama kubwa. Ina cost your life. Kuna mahali ambapo ina cost your life. Siku moja tumetembelewa na mtu fulani hapa, rafiki yangu ambaye Mungu amempea mzigo wa kuhubiri nchi ya China, ambako ni hatari sana katika maisha ya wanadamu kujulikana ya kwamba umeokoka. Na kwa hivyo wale ambao wamepewa opportunity na Mungu kama sisi ni baraka kubwa sana. Juzi nilikuwa na hesabu freedom ile ambayo tuko nayo ya kuomba, kumsifu Bwana, barabarani zetu, kipita barabara watu wa injili, mitaani injili, maombi, hakuna mtu anasikia embarrassed maombi. Mikutano ya siasa, mikutano ya serikali haiwezi anza bila maombi. Ni baraka kubwa sana ambazo Mungu ametupea. Na sasa Biblia inasema, blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Napenda Kiswahili sana ya kwamba neema hii ya kukaa mbele za Bwana inatushibisha wema wa Mungu. Inatushibisha wema wa Mungu. Na inatushibisha huo wema katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo wandugu na wadada, ni baraka kubwa yetu sisi kuwa kwamba Bwana anaweza kutupea opportunity ya kwamba tunaweza kuja mbele zake na kuandaa madhabahu matakatifu, mahali watu wa Mungu wanaweza kuja, naye Mungu amekubali kuvisit mahali hapo. Nataka kuwaambia sio kila mahali Mungu uvisit. Sio kila mkutano Mungu visit. Hallelujah. Katika kitabu cha Exodus 24 mstari wa 12 tunaona Musa, kitabu cha Kutoka 24 mstari wa 12, Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa vibao vya mawe na ile sheria na hiyo amri
nilioandika ili uwafundishe. Tuendelee tu. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu, akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa mpaka tukaporudi kwenu. Na tazameni, Haruni na Huri wako pamoja nanyi, kila mtu aliye na jambo awaendee. Musa akapanda mlimani, lile wingu likafunikiza mlima, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Lile wingu likafunikiza siku 6, na siku ya 7 akamuita Musa toka kati ya lile wingu. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40, mchana na usiku. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho nimeleta hii scripture niweze kuona ya kwamba Mungu kutoka mwanzo alikuwa anapenda kuwa pamoja na watu wake. Hata tukienda mwanzo wa Adam na Eve, Mungu alikuwa anawatembelea. Masaa ya alasiri Mungu alikuwa anawatembelea. Kwa hivyo Mungu anapenda ushirika wake na watu wake. Hallelujah. Na hapa pia tunaona huyu mtu wa Mungu anaitwa Musa, vile alitembea na Mungu. Praise the name of the Lord. Mungu akamuita. Sasa hapa my point, Mungu akamuita. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu kuwa pamoja na Musa, na ni mapenzi ya Mungu kuwa pamoja na sisi. Bwana asifiwe sana. Mungu akamuita Musa. Alipokwea ule mlima, Biblia inasema alikaa huko siku ngapi? 40. Usiku na mchana, kama hali kitu anywi kitu, sababu ameshafika kwa Mungu mpaka mwili wake ukawa already uko synchronized na neema ya kiungu, ambao hutaki chakula ya dunia hii, unakuwa fed na neema ya kibinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba Mungu kuna mahali yeye uchagua, na kuna watu yeye uchagua wale anawaita kwake, na kuna mahali yeye uchagua pale ambapo atakuja kutembelea watu wake. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba hapa Mispa Mungu ametupea neema ya kuandaa madhabahu haya kama pahali patakatifu pa watu wake kuja kukutana. Mungu ametuteua sisi kama watu ambao Walawi walioteuliwa, ili wawe wakitayarisha madhabahu matakatifu ili Mungu aweze kukutana na watu wake. And we really take this privilege, because it's a privilege. I take it with much honor, much rejoicing, much thanksgiving. Hallelujah. Sababu watu wengi uniuliza, hii kesha mnakuwa nayo kila Ijumaa, mnawezaje miaka hiyo yote? Si kwa uwezo wa wanadamu, ni kwa neema ya Mungu. Mikutano hii yote, because hawa wanahesabu pesa. Wanahesabu pesa zile zinatumika kwa mikutano hiyo yote. Lakini wandugu na wadada, ni pesa gani zinaweza kutoshana na gharama Mungu aliyoitoa kwa kututolea Yesu Kristo? Amen. Praise the name of the Lord. Inaweza kuwa gharama ni kubwa hapa Mispa ama kwako, lakini hawezi kulinganisha hiyo na kazi ile Mungu anafanyia mtu mmoja ambaye anakuja mbele za Mungu, anakutana na Mungu, Mungu anageuza maisha yake, huyo mtu anaokolewa, ama huyo mtu destiny yake inakuwa changed. Wandugu na wadada, some of these things you shall understand them when we come to heaven. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo wakati hii convocation ambazo tuko nazo hapa Mispa na ambayo tunaitangulisha, ni wakati muhimu sana ambapo tunaamini ya kwamba umetokana na moyo wa Mungu kutaka kukutana na watu wake na kuwabariki. Lakini lazima kuwe na Musa wa Mungu ambaye atakwea mlima, na ndio mimi na wewe. Hallelujah. Ili aende awaletee watu Torati, lazima kuwe na Musa wa Mungu ambaye atalipa gharama
ya kukwea mlima, ya kufanya kazi ngumu. Mimi nimefika katika huo mlima wa Sinai mara kadhaa na nimekwea, but I want to tell you it's not an easy journey ambayo Musa alikuwa nayo ya kupanda mlima wa Sinai. Na ninaomba siku moja hizi vita zikikwisha, sisi wote tutaenda kukwea mlima, kufanya maombi mlima Sinai. Angapi wako na imani? Siku moja tunaenda kufanya maombi. Siku moja tunaenda kufanya wapi? Huko Musa alienda kukutana na Mungu, siku moja tutaenda kukutana na Mungu. Tumepea Mungu appointment. Siku moja tutakutana wapi? How pale walikutana na sisi tutakutana. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo ndugu na wadada, nataka ujue kwamba ya pili, kama nilivyosema, nitarudia vile nilisema nitarudia. Huu ni wakati wa Mungu kuweza kurelease agano lake. Anakutanisha watu ili awarilizie agano, covenant yake. Wakati tumekutana wa ndugu na wadada, watu 1000, watu 2000, wakati huo ndio Mungu anarilizia hawa watu wote covenant yake. Lakini aliyekwea mlima ni mmoja. Baraka za Mungu ziko na mmoja. Mungu huanza na mtu mmoja. Mtu mmoja ndio ambaye ubeba gharama. Mtu mmoja ndio ubeba mzigo. Ama watu wachache, ama ushirika mmoja. 1906 wakati Mungu alitaka kurelease Pentecostal revival, ili mgharimu watu wachache kule Los Angeles in 1906, ili waanze kuomba wakiwa na njaa na kiu ya Roho Mtakatifu, ili Mungu arelease Roho Mtakatifu katika ulimwengu. Na sisi wote ni beneficiary wa neema hiyo, kwa sababu kuna watu wachache waliolipa gharama, wakafunga kula na kunywa, wakalilia Mungu, wakakuwa na njaa kwa niaba yetu, wakakuwa na kiu kwa niaba yetu. Na Mungu alipo release hiyo covenant, sisi wote ni beneficiary. Hallelujah. Wandugu na wadada, ninaamini ya kwamba tutakapofika mbinguni, Musa atasimama mbele ya umati wote wa Israeli, na Yesu ama Mungu atajisifu kwa sababu ya kumteua Musa kuongoza wana wa Israeli, sababu haikukuwa kazi rahisi. Did you hear what I said? I believe Mungu atarejoice, sababu Mungu rejoice over us. Mungu atarejoice akiona Musa na mazao yake. Watu wa kwetu waliimba kwamba hao watu wote wakabatizwa kwa mto ili wawe wakimfuata nani? Sio Mungu. Unajua hiyo wimbo, mabatizo ilia ningai nigwo maromagirire. Na Mungu akasema kama kuna mtu alizaliwa hii dunia wa kupewa heshima ni Musa. Na sisi tunasemaga nini? Kama umati ulishinda Musa, hakuna mtu anawezana na hii, lakini Musa alifaulu. What I'm trying to emphasize, agano la Mungu upitishwa kwa mtu mmoja ama kwa ushirika mmoja. Hallelujah. Waisraeli walikuwa wana 12 wa Yakobo, lakini Lawi peke yake ndio alichaguliwa kama ambaye atakuwa akiingia katika madhabahu matakatifu. Yeye ndio alichaguliwa wa kubeba Torati takatifu. Yeye ndio alichaguliwa wa kuandaa madhabahu matakatifu. Kwa hivyo nasema ya kwamba wandugu na wadada, lazima ujue kwamba wewe you are a privileged person ambaye Mungu amekuchagua hapa Mispa katika madhabahu haya na katika mwito wako, ya kwamba Mungu anapitia wewe kurelease Torati kwa watu wale wengine. Uprepare madhabahu, uprepare kikao cha Mungu. Musa akaambiwa kwamba tayarisha watu, tayarisha kikao, nitakuja. Kama hawange tayarisha, Mungu angekuja kuwatembelea katika kitabu tumesoma cha Exodus. Hallelujah. Pia ni wakati ambapo I think point number 3 ya kueleza mambo ya convocation, ya kwamba ni wakati Mungu anakutanisha watu wake awape chakula ya kiroho kwa sababu ya safari ijayo. Every day is a beginning of a divine journey. Every moment is a beginning of a godly divine journey ahead of you. For you don't know what lies in the next minute. Tuko hapa kanisani leo, haujui tukitoka nje itakuwa namna gani, lakini Mungu anajua. Kwa hivyo Bwana sasa kwa ujumbe huu anakutayarisha
ili ya kwamba uweze kuface kesho. Wafalme wa kwanza chapter ya 19 na mstari wa 7. Mtu anaitwa Elijah alipata shida sana na alimfanyia kazi sana, na wakati alimfanyia kazi alianza kutishwa na Jezebel. Jezebel akasema ya kwamba wewe sababu manabii wangu, na mimi leo hautalala kama sijatoa hiyo kichwa chako. Akaogopa, akatoroka. Ndio Biblia inasema akaogopa. 1 King chapter 19. Akaogopa, akatoroka. Na alipokuwa katika hizo mbio, Biblia inasema ya kwamba akachoka kama mwanadamu, akataka kufa, lakini Mungu akamwambia hapana. Katika mstari wa 7 Biblia inasema malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili, akamgusa, sababu alikuwa amekuja mara ya kwanza. Hii mara ya pili akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Hallelujah. Wandugu na wadada, every time we are on a pilgrimage, every time tuko katika safari ya kiroho. Praise the name of the Lord. Na kila majira yanatuandaa kwa sababu ya pilgrimage, ya safari ya kiroho ambayo iko mbele yetu. Wandugu na wadada, hii safari itakwisha tu siku ile tutalala tukufe tutoke hii dunia. But as long as you are in this world, every moment is a preparation for the next pilgrimage. Every year is a preparation of another season or another year for a divine privilege. Na hapa kile ambacho tunaona ni maisha ya mtu wa Mungu anaitwa Elijah. Mungu sasa alikuwa karibu amfikishe mwisho, ama Elijah mwenyewe alitaka kufika mwisho, lakini akaambiwa hauwezi kufa kama haujafanya mambo matatu, hauja anoint watu watatu: mfalme mmoja na nabii mmoja na jemadari mmoja. Hauwezi kufa mpaka hiyo kazi ikamilike, sababu hiyo ndio ilikuwa katika plan ya Mungu. Basi Sauli alikuwa amevunjika moyo na anataka kumaliza hiyo kazi. Biblia inasema ya kwamba akasema, Bwana, mimi mambo hii nimemaliza, nataka kufa. Mungu akamwambia hapana, amuka. Akamletea chakula mara moja, mara mbili, mara tatu, akamletea chakula. Akamwambia amuka ule na unywe, sababu safari yako bado iko ndefu. Hallelujah. Wakati ambapo tunakutanika pamoja ni wakati tunajiweka mbele za Bwana atupe chakula cha kiroho, atuandae. Hallelujah. Atunourish ili tuweze kuface mambo ambayo yako mbele. Mambo ambayo Mungu ametuandalia ni makubwa, ndugu na wadada. Yatahitaji nguvu za kiroho. Mambo ambayo na shetani naye pia amekuandalia mbele ni mangumu sana. Utahitaji nguvu za kiroho. Hallelujah. Na kila mara Mungu huwa anatutayarishia chakula cha kiroho. Ndiposa kila Jumapili tuko hapa, na every opportunity Mungu anatupea tunakuja ili ya kwamba tuweze kula na kunywa. Kwa hivyo wakati kama huu wa convocation ambayo inakuja mbele yetu, wa ndugu na wadada, nataka kila mmoja ajue ya kwamba ni matayarisho ya Mungu kutupea chakula cha kiroho. Na mtu wa Mungu, wa ndugu na wadada, ukikosa spiritual nourishment utakufa. Utakuwa malnourished. Utashindwa na kutimiza mwito wa Mungu ndani yako. Hallelujah. Mtu wa Mungu yeyote ambaye hali na hanywi kutoka katika meza ya kiroho, huyo mtu hawezi kuconnect na makusudi ya Mungu na hawezi kutimiza makusudi ya Mungu. Anaishi dunia hii temporary, anaishi dunia hii akingojea tu akufe. Lakini yule mtu ambaye anakula na anakunywa kutoka meza ya kiroho, huyo mtu kila mara huwa ametayarishwa for the next assignment. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo pia tunakuja pamoja, maybe ni point ya 5, pia ni wakati wa kuseek divine direction. Mungu anataka tuje pamoja ili ya kwamba tuweze kupokea mwelekeo wa kiroho. It's good for you to pause at a point and put your mind and your body into another mode, if you know what I mean, of waiting upon God, of seeking God, wanting to know
Hallelujah. Wanting to know what God do you have in store for me. It's a good time, wandugu na wadada, ambapo although we know the way, but we don't know the way throughout. Ingawaje tunaona hapa barabara, lakini hiyo sio ya kutufikisha. Pale umefika hapo tu ndio unajua. Lakini kuna kwingi ambako haujui. Kuna hatua nyingi ambao haujui. Pale umeona watoto wako vile unaona hapo ndio unajua. Haujui siku ile watakuwa wazee kutakuwa namna gani. Unataka kuwaandalia barabara. Unataka kuwaandalia njia ya kiroho. Unataka kuwawekea beacon za kiroho. Ili kila mmoja mahali atakapofika Roho Mtakatifu aweze kumuongoza. Mtu wa Mungu anaitwa Ezra alijua hivyo. Katika kitabu cha Ezra 7 mstari wa 10 tunaona huyu mtu alikuwa ana devote. He used to devote himself kwa kusoma neno na kuobserve the law of the Lord and teaching na kuobserve decrees na sheria za Mungu. Ezra 7 mstari wa 10. Huyu mtu alikuwa amejua siri. Hata kama Mungu alijua Mungu amemuita aweze kurejeza wana wa Israeli warudi Jerusalem kujenga mji, lakini alijua the whole formula is with God. The whole formula is with God. The content of the whole calling is with God. Naye huwa hawachilii tu kwa watu ovyo ovyo. Sababu hawezi waachilia dhahabu yake kwa nguruwe. Na nikasema siku nyingine nataka kurudia leo with a lot of respect. Mungu anapoangalia watu wengine ni kama nguruwe. Sababu kila wamepewa cha dhamana, they don't take care. They don't value. Moja kati ya mambo mengi Mungu ametupea ni maisha yetu ili tumtumikie. We don't value sisi kuwa uhai. Ingine ni afya. We don't value to be in health. Wacha siku ile health yako itagongwa ndio utajua health ni important. Yes. Hata kikombe ya maji hawezi kujipea, hata kujipindua. Naomba tusifike hapo. It's because I know we are not there. Lakini when you lose that one is when you start understanding kuna value kubwa. Hiyo ni value kubwa Mungu amekupea. Una afya njema. Unaweza kuja ulale kwa maombi ili Mungu akomboe watu wengine. Unaweza lala kwa maombi ili neema ya Mungu ishuke mahali hapa, kama vile Musa alilala for 40 days mbele za Bwana ili wana wa Israeli wapokee Torati. You don't value ya kwamba you are privileged, kama vile nilisoma ya kwamba heri ni yule amechaguliwa na Bwana, ya kwamba anaweza kaa katika nyuani za Bwana, in the compound ya Mungu. Ati Mungu akipinduka right or left anakuona. You don't know what the privilege is that, ya kwamba unaonekana mbele za Bwana bila condition yoyote. Mungu ameshakulipia gharama kwa Yesu Kristo. You don't know value, wandugu na wadada, ya wewe ya kwamba una pesa zako mfuko na unaweza kuzitoa ziweze kukufungulia njia ya kiroho katika ulimwengu huu tulio nao. Ya kwamba unaweza kutumia pesa za udhalimu, mali ya udhalimu, iweze kukufungulia njia katika uzima wa milele. You don't know, ni privilege uko nayo wandugu na wadada Mungu amekupea. Ya kwamba unaweza enda ufanye kazi, utoe hiyo chakula, ulete katika nyumba ya Mungu, watu wa Mungu waweze kukula. Praise the name of the Lord. Yule mwanamke alipea Elijah chakula, it was mili yake ya mwisho. I believe alikuwa amefanyia kazi ili aani kununua huo unga. Lakini kutoka wakati alipea Elijah, hakuenda kufanya kazi tena ili apate unga ama mafuta. Sababu ndio Yesu anasema tutumie mali ya udhalimu kujitwalia uzima wa milele. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lazima tuwe na value, wandugu na wadada, na maisha haya ambayo tuko nayo. Sasa ile unaona una breathe, unarukaruka, you can make your informed decision vizuri. Lazima ushukuru Bwana na utumie nafasi hiyo. Utumie nafasi hiyo kujiconnect na baraka za ulimwengu wa kiroho. Hapo ndipo Yesu alikuwa anasema tutumie mali ya udhalimu. Pesa zimetoka katika jina la kimamon ambazo ni za
kipepo ya Ugiriki, lakini akasema tuzitumie kujitwalia mambo ya uzima wa milele. Unapotoa, unapobariki, kama vile Paulo anasema kwa Wafilipi ya kwamba walimtolea, naye Mungu anasema kwamba naye Mungu atawatwalia kutoka katika utajiri wake, kwa sababu walitumia mali ya udhalimu ili wajitwalie utajiri wa uzima wa milele. Hallelujah. Lazima tuwe na hekima ya ku-exchange kutoka katika udhaifu wetu, tujitwalie neema yenye nguvu ya mambo ya kiroho. Tujitwalie mambo ambayo yanatupea security ya kiroho. Wandugu na wadada, tuko katika dunia hii ili tuweze kupata hizo baraka, praise the name of the Lord, ambazo zinapatikana katika njia hiyo. Sasa huyu ambaye anaitwa Ezra alijua vizuri ya kwamba hata kama mfalme amempea ruhusa, amempea mali ili aweze kwenda kujenga Jerusalem, lakini yeye alikuwa anajua. Tuangalie mambo yale alikuwa. Kwa maana hayo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda, sio kuijua tu, bali kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kile kilikuwa kinamsaidia si favor aliyopata kwa mfalme, ni sababu yeye alikuwa amejua kumtafuta Bwana. Alikuwa amejua kutafuta sheria za Bwana. Alikuwa amejua kufundisha hizo sheria. Wandugu na wadada, alijua amepewa permission na amepewa barua na amepewa pesa. Ukisoma mambo ya Ezra, lakini Biblia inasema walipofika katika mpaka wa Israeli na nchi ya Waamori, akasimamisha watu waombe, wakafunga siku 3. Kwa nini? Ili ya kwamba wandugu na wadada wapate favor ya kibingu. Praise the name of the Lord. Ili waweze kupokea divine direction. Wakati ambapo unasikia tunaitana convocation kama hizi, huo ni wakati wako ndugu na dada, wewe uliye katika madhabahu haya na wewe ambaye unaingia katika convocation hii, ili moyo wako uweze kuvunjika mbele za Bwana, ili Mungu akupe divine direction. Hallelujah. Kama vile nimesema, wewe unaona tu hapa uliko, na nikatoa mfano, nataka kutoa tena. Unajua hizi dakika tuko kanisani, lakini tukitoka hapa haujui what is going to happen. So you need to secure your future. Hallelujah. Unapokuja mbele za Bwana, unapojionyeshana mbele za Bwana, kama vile Waisraeli wanasema wakati wa convocation ni wakati wa kujionyeshana mbele za Bwana. Na tafsiri tukikundi hede ya kuyoni dhani ya berea. Biblia inasema kwamba Mungu akasema kila Mwisraeli mwanaume lazima awe akienda kujionyesha mbele za Bwana mara 3 kwa mwaka. Aende tu Jerusalem. Na wale wote wakuwa kienda Jerusalem walipata shida. Ndiposa Mungu alikosana na kabila 10 za wana wa Israeli. Sababu walitengenezewa miungu mingine na sikukuu zingine na mfalme wao. Wakaambiwa wasiende Jerusalem. Wasiende Jerusalem. Wakafanyiwa zingine kwingine. Leo hatuongei mambo ya kabila 10 za Israeli, tunaongea mambo ya Juda na Benjamin. Hawa ndio waliwachwa wakijulikana, sababu hawa ndio waliwachwa wakilinda madhabahu ya Bwana. Lakini Bwana alikuwa amesema mara 3 kwa mwaka kila mtu awe akijionyeshana. Sababu ukijionyeshana mbele za Bwana, neema ya Bwana inakuja juu yako. Ukijionyeshana mbele za Bwana, wandugu na wadada, hallelujah, ni kama refresh mind ya Mungu juu ya maisha yako. Unapojionyeshana mbele za Bwana, wandugu na wadada, ni picture yako una cast kwenye madhabahu matakatifu. Na tulisoma nini? Heri ambaye Mungu amemchagua. Heri ambaye Mungu amefanya nini? Amemchagua ili aweze kuweka katika nyua zake, compound yake. Wandugu na wadada, unapokaa katika hiyo compound ya Mungu, hapo ndipo baraka za Mungu zinakukuta kwa utele. Hallelujah. Nataka kuleta point ya 6 ya kwamba huu ni wakati ambao tunauteua, ambapo tunakuja pamoja kama wakati wa kufeast mbele za Bwana. Hallelujah. Hiyo ni kusema ya kwamba wakati tunapokuja pamoja, kuna kitu Mungu urelease ambacho si kama kile ambacho ana release ukiwa peke yako. Mungu ndio alisema ya kwamba
watu watokage kwao wanakuja Jerusalem. Kwa nini hakuwabariki wakiwa kwao? Ni mapenzi ya Mungu, sikiza sana hii point. Ni mapenzi ya Mungu kuona watu wake pamoja. Kwa sababu, wandugu na wadada, sisi wote ni kitu kimoja mbele za Mungu. Can I repeat those statements? Ni mapenzi ya Mungu kuona watu wake pamoja. Sababu sisi wote ni kitu kimoja mbele za Mungu. Biblia inasema ya kwamba, Paulo anasema ya kwamba sisi ni kama mwili. Mmoja ni mguu, mmoja ni mkono. Mkono huwezi kutembea peke yake uitwe mwili. Mguu huwezi tembea peke yake uitwe mwili. Hapana. Lazima ujizoeze kuwa complete wakati uko na watu wale wengine. Na ni mapenzi ya Mungu kuona watu wake wakiwa pamoja. Hapo ndipo ana release baraka za umoja. Kuna baraka za umoja na kuna baraka za kipekee. Praise the name of the Lord. Kuna baraka za umoja, yani sasa ile tunakuja pamoja. How good and pleasant it is for brethren to dwell together. Psalms 133 toka mstari wa kwanza. Jinsi ilivyo vizuri kwa wandugu kuja pamoja. Let's read that scripture. Yeah, tuweke hiyo scripture. Jinsi ilivyo vizuri, ilivyo vyema ama vizuri na la kupendeza, ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Yes. Ndugu kuishi pamoja kwa umoja. I really appreciate ndugu yangu yuko Nairobi, yuko Mombasa, yuko wapi. Lakini when we come together, Biblia inasema nini? Twende hiyo line nyingine. Ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upinde wa mavazi yake. This is the anointing oil ambayo ilimiminiwa nani? Aaron, ili awe kuhani. Saa ile tunakaa kwa pamoja mbele ya Mungu ni kama anointing oil inatiririka juu yetu. You can just imagine that. Saa ile tunakuja pamoja kwa convocation, vile Mungu anatuona kama tumepakwa sisi wote hiyo mafuta. Hapo ndipo tunapata hiyo corporate anointing ya upako wa pamoja. Bwana asifiwe sana. Allah, Biblia inasema nini? Ya kwamba ni kama umande wa Halmoni ushukao milimani pa Zayuni. Maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Hallelujah. It's like dew of Hermon. You know, milima ya Hermon iko northern part of Israel. Na uko winter uangusha snow. Kama unajua Israel is a desert. Lakini in the north, winter sasa ndio wako karibu kuanza winter, unakuwa snow. Wakati spring inakuja, joto inakuja, hiyo maji inatiririka. Ina water down, you know, mpaka Dead Sea. Ina fill up. Unaona? I want you to get that picture of this scripture. Sasa anasema sasa ile tunakutana pamoja ni kama umande. Sasa hiyo nchi ambayo inashukiwa na umande, it never gets dry. Watu wa Mungu ambao wanakaa pamoja, wanafanya mambo pamoja, hao watu wanakaaga wamerura. Watu tu wakikuona nasema na wewe unakaa kama mtu wa Mispa. Na wewe unakaa kama mtu wa Mungu. Yaani unakaa tu, sijui Kiswahili kusema nini, kurura ni kusema nini Joseph? Kumetameta. Hata wewe weka jina ya kwenu. Yes. Yaani ni kukaa vizuri. Ni kukaa kama haujaparara. Ati saa ile tumekuja pamoja ni kama dew of Hermon. Vile huwa inateremuka. You can imagine the snow coming down. Imekuwa maji. Inalowesha desert. Hallelujah. Hata pale hapawezi kugrow anything, pata grow. From the Dead Sea, Israel yote inakula. Inapata samaki. From the Dead Sea, Israel yote inakuwa irrigated. Israel yote wanakunywa maji. They have only one source, the Dead Sea. Clean water is only the Dead Sea. It's not a big one. Lakini every year inakuwa watered na maji yanayotoka milimani. And it is enough to feed them mpaka mwaka ujao. Sasa ile tunakuja pamoja, utakaa umerura mpaka mwaka ingine. Si ufikage Februari umeparara. Ufikage March umeparara. Si ufikage utusumbuage saa yote na maombi ya kukupaka mafuta, saa yote na maombi ya kukupaka mafuta. Tumechoka na ikupaka wewe mafuta Bwana. Hata wewe enda mbele za Bwana, kaa mbele za Bwana ili Bwana akuloweshe.
Hallelujah. Ili Bwana akuloweshe. It's time for each one of us to receive neema hii ya kuloweshwa na nani? Watu wale ambao wanakaga mbele za Bwana ama katika nyua za Bwana. Hao watu hawaparari. Hao watu wanakuaga mambo yao ni very dynamic. Ndipo tunaona leo katika dunia Waisraeli ni very unique. Sababu wengi wana keep to some of these feasts ambazo ninakuambia. Na hakuna kazi wanafanya. Unaweza ona kama ni nyingi, unauliza wanafanya kazi saa ngapi? Lakini the more they are in the presence of God, the more God blesses them. In a very unique way. I know people can raise a lot of controversy with what I'm saying, but I know it. It has worked in my life, it will work in your life. Hauwezi kukaa mbele za Mungu, ukaage mbele za Bwana na uparare Bwana. Ama mambo yako ya kuaga ndio yamewachwa nyuma. Somewhere God lazima atakumiminiaga mafuta matakatifu. Ni kama mafuta yanatiririka katika ndevu ya. Kama mnataka familia zetu, ministry zetu ziweze kuwa saa yote zina flourish like a tree, planted on kando ya mto. Vile ambavyo haina majira, inatoa matunda yake wakati wa ukame, anytime itatoa nini? Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba wandugu na wadada, this is a very good time ambapo Mungu anatuita in his presence. Tushughulikie madhabahu yake na si tujionyeshe. Tujionyeshe mbele za Bwana. Nataka kusema hivi ya kwamba we are the first beneficiary. Sasa ile Mungu anakuja kutembelea watu. Sasa hapo napenda ile sinipite Mwokozi, nisikie unapozuru wengine. Atakupita namna gani? Na wewe ndio uko kwa nyumba yake, na wewe ndio uliandaa. Mungu alipokuja kwa Wanaisraeli, Musa ndio alikuwa wa kwanza na Harun kujua amekuja. Musa ndio alikuwa wa kwanza kusikia ujumbe wa Mungu. Wewe ndio wa kwanza kupata baraka. Mtu anisaidie kusema amen. Wewe ndio wa kwanza. Sababu Biblia inasema yeye alimaye shamba ana haki ya kula baraka za matunda ya kwa. Praise the name of the Lord. Katika hii solemn assembly tunaamini ya kwamba Mungu anapata nafasi ya kuja kati yetu na yule adui yetu ambaye anaitwa Shetani. Tunampea Mungu nafasi ya kuchukua usukani aweze kutulinda. Praise the name of the Lord. Huu ni wakati ambapo tunapokuja mbele za Bwana katika kutafuta uso wake, anatupa kumuelewa na kumjua. Kama vile Danieli, mtu wa Mungu. Katika Danieli 9, walipokuwa katika utumwa, akakata kauli ya kukaa mbele za Bwana. Na Biblia inasema hata kutoka chapter 6, vile alikuwa naomba, amefungua milango na madirisha, mpaka watu wakawa na wivu. Wakamlekea fitina, lakini hiyo fitina yao haikuzaa mazao yoyote. Amen. Tunaona Danieli, mtu wa Mungu, kazi yake, masaa yake mengi alikuwa mbele za Bwana. Katika Danieli 9 mstari wa 20, tunaona Danieli akiwa katika presence ya Mungu, akiwa katika maombi, akiomba, akikiri dhambi za watu wao, akileta hoja zake mbele za Mungu. Okay? Akiwaombea watu wao na kutoa dua mbele za Bwana. Na kwa sababu ya mlima mtakatifu wa Mungu, that is Jerusalem yao. Mstari huo mwingine inasema nini? Nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika jozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. I've come to give you wisdom and understanding. I think it's NIV. Ndio nasema hivyo. I've come to give you wisdom and understanding. Wale watu ambao wanakaa mbele za Bwana, wale watu ambao huwa wanajionyesha mbele za Bwana,
kuna kuwaga na divine transfer of the wisdom of God. Ndiposa unaona Danieli, mfalme anaota ndoto, hajui ni ndoto gani, anataka kutafsiriwa. Danieli ana wisdom. Hallelujah. Ana wisdom ya kiungu. Ndiposa unaona Danieli, wakati mkono unaandika kwenye ukuta mene tekeri, yeye ana wisdom ya kusoma script ya Mungu. Kwa sababu Mungu amempa wisdom. Leo nataka kuambia ndugu na wadada, unapozoea kukaa mbele za Mungu, neno la Mungu halitakuwa giza kwako. Utaishi katika ufunuo wa Bwana. Ndugu na wadada, wacha niwaambie, tunaishi katika hii dunia tukiwa watoto wa Mungu. Na ili tuweze kushinda hii dunia, lazima tuishi hii dunia tukiwa na nuru ya Mungu ndani yetu. Wisdom ya Mungu ni nuru, ndio ambayo inatumulikia kile ambacho dunia haiwezi ona. Ndio inatusaidia kuelewa kile dunia haiwezi kuelewa. Ndugu na wadada, for you to be very special in this world and to be very unique kama Daniel, lazima uwe mtu wa kumtafuta Mungu. Lazima uwe mtu wa kwenda mbele za Bwana. Hallelujah. Hapa katika ministry yetu, mnajua tuna opportunity kila siku ya watu kukaa mbele za Bwana. Tuna opportunity za waombezi wetu kila wiki kukaa mbele za Bwana. Jumaa usiku tuna opportunity ya kukaa mbele za Bwana. Lakini mimi huumia sana saa ile naona kwamba kuna watu kwa hii ministry hawajaweza kujimobilize siku hata moja kukaa mbele za Bwana. Hata mara moja kwa mwezi hawakai mbele za Bwana. Nataka kuwaambia, you are missing mambo mengi sana ya ufunuo wa Mungu. Sababu ufunuo wa Mungu kwa wale ambao hawamtafuti ni upumbavu na ujinga. Lakini kwetu sisi ni ukombozi unaotoka kwa Mungu. Kwetu sisi ambao tunamtafuta, tutakuwa tukiongea mambo mengine, unashindwa yanatoka wapi. Tutakuwa tukitoa maushuhuda zingine, unashindwa tunaona wapi. Over the years, utaona vile Mungu anatupromote, anatuangazia, vile Mungu anatulowesha na neema yake, mpaka unakuwa na wivu. Ukiwa na wivu, unarudi kwa shetani. Hatutakusaidia. Sababu hawezi kukaa karibu na nyua ya Bwana na milango imefunguka na uingii. Hawezi kutembea na watu kama watu walikuwa wanaenda Emmaus, wanatembea na Yesu na hawaoni ni Yesu. Itakuwa very unfortunate wa ndugu na wadada kama uko hapa na uelewi nuru ya Bwana vile inafanya kazi. That is the wisdom of God. Praise the name of the Lord. Leo nataka kusema ya kwamba, nataka kurecommend katika jina la Yesu, ya kwamba kila mmoja wetu aweze kujibidisha kama Danieli kukaa mbele za Bwana. Hallelujah. Ili awe mrithi wa hekima ya Mungu. Kama sijamaliza, nataka kusema ya kwamba kukaa mbele za Bwana kunahitaji matayarisho. Kunahitaji matayarisho. Kama vile wana wa Israeli waambiwa na Mungu, Musa aliambiwa na Mungu, ambia watu wajitayarishe. Mungu huwa hapokei tu watu abruptly, lakini anawapea appointment ya kukaa mbele zake. Mungu huwa anaandaa watu wake, ana call watu wake ili wajiandae. Praise the name of the Lord. Mnajua maneno ambayo yanarifaa kwa Yesu, Isaiah 40 verse 3, ya kwamba a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight the desert a highway for our God. Hata Yesu kuja, ilibidi njia za kiroho zitayarishwe na watu fulani. Ilibidi njia za kiroho zitayarishwe na watu fulani. Praise the name of the Lord. Tunajua mtu anaitwa Simon ambaye aliishi katika hekalu. Katika kitabu cha Luka, alikaa katika hekalu akiomba, akitayarisha atmosphere ya kiroho ili watu waweze kufanya nini? Ili mwana wa Mungu aweze kuzaliwa. Pia Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mwanamke ambaye anaitwa Ana wa Fanueli, hii katika Luka 2 mstari wa 36, ambaye alipoteza mume wake akiwa mbichi na akakaa miaka 7 akiwa kanisani akiomba. Biblia is very specific, usiku na mchana. Akiomba usiku na mchana, ili ya kwamba Yesu atakapozaliwa kuwe atmosphere ya kiroho imetayarishwa. Tunaona ya kwamba Yesu alipoletwa kanisani kubarikiwa na makuhani, Simon alikuwa mtu wa kwanza kujua ya kwamba huyu ndio mtoto nimekuwa nikiombea. Ana alikuwa wa kwanza kujua huyu ndio mtoto ambaye nimekuwa nikiombea.
Bwana asifiwe sana. Hawa ni watu ambao walitumwa na Mungu kutayarisha kwa maombi, ili wana wa Israeli warudi kutoka Babylon, warudi Jerusalem kujenga ukuta na kujenga hekalu. Danieli alichaguliwa na Mungu kutayarisha. Alichaguliwa na Mungu kufanya nini? Kutayarisha. Praise the name of the Lord. Kwa maombi, Danieli 9, tunaona Danieli vile aliomba. Hiyo ilikuwa ni matayarisho katika ulimwengu wa kiroho, ili mambo yaanze kuconnect katika dimension ya kiroho. Nisikize vizuri. Mungu amechagua kucooperate na wanadamu katika kutimiza makusudi yake ya kiroho. Ndipo anasema omba utapewa. Anaweza kutoa hata kama hatujaomba, lakini anataka tumuulize. Hallelujah. Mungu amechagua, ndugu na wadada, kutenda kazi yake katika dunia hii akiwa na cooperation ya watu kama mimi na wewe. Mungu angerelease Torati kwa wana wa Israeli, lakini alichagua Musa kuwa mwanadamu ambaye atacooperate na yeye kubeba Torati. Hallelujah. Mungu alichagua wana wa Lawi kuwa wanalinda Torati, kuwa wanatengeneza madhabahu, ili Waisraeli wengine wote wanapokuja wanakuta moto madhabahu bado unawaka. Mungu angewabariki na Mungu angewatembelea, lakini listen, Mungu amechagua kucooperate na mwanadamu ili atimize divine purposes. Mungu anasema hivi, Biblia inasema hivi, watasikiaje, wataamini namna gani wasipopata mtu wa kuwahubiria? Wanaweza okolewa, lakini mbinguni kukawa na sauti, nani atakayeenda? Isaya akasema mimi hapa. Hallelujah. Katika Isaya 6, Mungu alikuwa anataka kuleta ukombozi katika wana wa Israeli, lakini lazima kungekuwa na mtu yule ambaye amesema niko hapa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ndugu na wadada, it applies even today. Yesu akasimama akasema wale wote na mizigo mizito wakuje nitawapumzisha. Lazima kuwe na mtu anaita watu wakuje ili waweze kutolewa mizigo. Lazima kuwe na mtu ambaye atapiga magoti kama Yesu Getsemane, aombe mpaka uso wake utoke damu. Lazima kuwe na mtu ambaye atapigiliwa misumali, alipe gharama. Hallelujah. Lazima mtu mmoja alipe gharama ya watu wale wengine. Nashukuru Mungu amenichagua kulipa gharama. Nashukuru Mungu amekuchagua wewe kulipa gharama. Ninasema mambo haya ili ujue ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho kuna watu very special mbele za Mungu, na mmoja ni wewe. Kuna watu ambao wakisema neno la Mungu liingie katika masikio ya watu, watu watakuwa convinced kumwamini Mungu. Ndipo hata mtu akitokewa na Mungu lazima aende atafute ule ameokoka amuombe. Umeshasikia mtu ameokoka kwa kujiombea? Hata Paulo alipokutana na Roho wa Mungu, alipokutana na Yesu katika Acts of the Apostles chapter 9, Biblia inasema nini? Akaenda akaingia Damascus. Mungu akaambia Anania, enda nyumba fulani utakuta mtu, muombe apate kuona. Kwa nini Yesu hakumfanya aone? Lazima Mungu anatumia mtu fulani. Mungu ukamilisha makusudi yake ya kiroho kupitia wanadamu. Hallelujah. Sijui kama umesikia hiyo. Mungu akitaka kukomboa nchi kama ya Kenya, lazima kuwe na watu ambao Mungu atatumia, either mmoja ama kanisa ama ushirika ambao atatumia, atamove ndani yao, ili wakiongea wawe ni Mungu ameongea. Na mimi naamini hata saa hii ujumbe naotoa ni Mungu amenipea, ana cooperate na mimi na mimi na cooperate na yeye, ili wewe upate hekima na kujua ujumbe huu. Hallelujah. Yule tajiri asema, tuma mtu aende huko chini. Kukitokea mtu hapa mbinguni kama Ibrahimu ama kama nani, arudi huko chini aseme ya kwamba kuna moto, wataamini. Akaambiwa hapana, waamini hao wako huko chini. What I'm trying to say, Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Daudi alitumikia kizazi chake katika wakati wake, baadaye akakufa. You are alive for a righteous purpose. You are alive for God's business.
Every time lazima ujichunguze. What have you done today in cooperation na ufalme wa mbinguni? Kitu gani mbingu inaweza simama iseme John Kamau, sijui kama ni jina yako, Kinyanjui, sijui kama ni jina yake, amefanya nini leo ambayo ulimwengu wa kiroho unaweza simama useme leo tumepata mtu? Kama vile Mungu alisema nimepata mtu, alikuwa amepata kijana mdogo anaitwa Daudi. Lakini mbingu ikasema nimepata mtu. Sijui kama mbingu inaweza simama iseme nimepata mama fulani kwa neighborhood yako, analalaga apati uzingizi akiombea majirani. Ama ukisikia ati ukiambiwa kuna mapepo hiyo plot unahama. Mungu anatafuta mtu atapigana na hiyo mapepo kwa hiyo ploti, ndipo sasa ulipelekwa hiyo ploti. Wacha kusema niko katikati ya wachawi. Ndiye Mungu alikuchagua. Mungu hatakuja kudili na hao wachawi, ni wewe utadili na hao wachawi. Mungu amechagua kucooperate na sisi for divine purpose, ili alete ukombozi Kenya. Na revival hii tunazungumuza, somebody somewhere must accept to say here am I Lord, kama Isaiah, send me. Kama hatujafika hiyo mahali wa ndugu na wadada ambao tumejimobilize kuja mbele za Mungu, tusikie. Ya kwanza ni kuwa inspired kuja mbele za Bwana. Ya pili ni kusikia. Ya tatu ni kukubaliana na Mungu kama Isaiah useme here I am, send me God. Ya nne ni kuondoka na kutenda. Ni kuondoka na kutenda. Tusiwe kama wale watu usikia na hawatendi. Tusiwe kama wale watu ambao huona na wanakaa kama blind. Tuwe watu ambao wanaungua mioyo yetu, wa ndugu na wadada. Watu ambao wanaungua mioyo yetu wakiuliza nifanye nini Bwana? Hapa mahali unataka nifanye nini? Bwana ni nini ninaweza kutimiza? Kila wakati ile scripture nilisoma Isaiah, kuna sauti ya Mungu inanena in the wilderness. In the wilderness, oh now I go to another teaching. Praise the name of the Lord. I'm just about to finish. In the wilderness is your position ya upweke ulionayo sasa. Mungu hata kuita saa ile anointing inaonekana inatiririka ndani yako. Atakuita saa ile unasikia uko chini kabisa. Mungu hata kubariki sababu ya kutoa saa ile utakuwa na millions. Atakubariki saa ile sacrifice. Nilisema mambo ya mwanamke aliyepikia Elijah chakula. Hakubarikiwa sababu alikuwa na magunia ya mahindi. Kuna watu walikuwa na magunia ya unga, Mungu hakuwatembelea. Lakini huyu ambaye alikuwa na moyo, Mungu aliona ana moyo wa kutoa to the last, huyo ndio Mungu alimtembelea. Wale watu Mungu deal nao, si wale unaoona huko juu, ni wale wako hapa chini chini. Hata wengi wale ukose mambo ya Mungu tendeke hapa Mispa siwajui. Wale ambao wanaomba mpaka mbingu inatikisika siwajui. Lakini najua mko hapa, na wale wengine ni wale keepers of the flame ambao tunahusiana nao katika ulimwenguni kote. I thank God for those people who are causing the heaven to shake and to release the righteous purposes of God on this earth. Lazima kuwe na watu. Nashukuru Mungu sababu mimi niko na wewe uko. Inua mkono wako, sema mimi niko. Sema mimi niko. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ninaamini ya kwamba katika mahali ambapo tuko sasa is like a spiritual wilderness. There is something we desire. There is a move of God we desire. There is a move of God we desire to move on this mountain. Oh, ndugu na wadada, it's not only a gathering. Let it be a gathering with God. Ni kama tuko na kiu katika nyika. You know, ni kama tuko na kiu katika nyika. We don't know what to do. Si ni kama Ayala analia, anajua yes kuna maji mahali fulani, lakini I need to be there. Sasa hapo ndipo tupo saa hii wa ndugu na wadada. Sasa leo tunaanza hii convocation, we are there. Mioyo yetu imejawa na kiu na njaa. Imejawa na kiu na njaa wa ndugu na wadada. Hallelujah. Lazima tuwe kama Daudi. One thing I seek, one thing I desire, and this is the sort of thing I seek. Kitu kimoja ambacho ninatamani. Unatamani nini? Mungu afanye nini katikati yetu? Mimi naaminia Mungu mambo makubwa. Mambo yajaonekana na macho, mambo ambayo watu hawajasikia na masikio. I look forward for the move of God. Wandugu na wadada, I look forward ya kwamba Bwana atamobilize watu, awaite na sauti yake. Awaite na sauti yake. Hallelujah. Nimesikia maushuhuda watu, especially kule nimekuwa katika nchi za Waarabu. Mungu anaongea na watu. Anaongea na watu openly.
anawaonyesha maono openly, anawacommit openly. Mtu alisikia tu injili wakati moja, Mungu anamsomea Biblia, Mungu anamkuotea verse za Biblia. Hallelujah. Sababu of course hakuna mtu mwingine akumwambia, alafu anaambiwa enda mahali fulani utakutana na watu fulani. It's amazing. Ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kuvuta watu kama vile alivuta katika mkutano wa nani, wa John the Baptist. Watu wakatoka matown wakaenda in the Jordan Valley huko nyikani. Oh, hallelujah. Mpaka Yohana mwenyewe ndio anawaita, anastuka. What happened? Yohana hakukuwa na public address, hakukuwa na TV kama yetu, hakukuwa na posters kama sisi. Hapana, kile alikuwa nacho ni roho wa Mungu ambaye alikuwa anamkoroga, anamtumia. Hata mimi naamini Mungu ambaye release roho wake ndani yetu, anatukoroga wa ndugu na wadada, kurelease mambo makubwa na kuvuta watu. I believe God can bring thousands and thousands of people on this mountain. Hallelujah. Itategemea sisi vile tumeandaa madhabahu. Itategemea vile wewe umejiandaa. Itategemea ile njaa uko nayo, ile kiu uko nayo. Oh, hallelujah. Inua mkono wako katika jina la Yesu. Anza kujiombea katika jina la Yesu. Mwambie Bwana katika jina la Yesu, oh, nina njaa na kiu ya kuona presence yako ikifanya kazi. Nina njaa na kiu ya kuona Bwana presence yako ikifanya kazi. Oh Bwana, ninatamani kuona watu wako Bwana wakiinuliwa na wewe. Ninatamani Bwana kuona manifestation ya ishara na miujiza na mambo makubwa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh Father God, in the name of Jesus. Wengi wanatembelea katika jangwa. Oh, hawajui wafanye nini. Leo Bwana tunaomba neema yako iwanyeshe kama mvua. Uwaloweshe baraka zako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Fanya kikao hiki kama Jerusalem yako takatifu. Fanya kikao hiki kama Jerusalem yako takatifu. Oh, fanya kikao hiki. Oh Bwana, rapaka rabashalaba. Fanya kikao hiki kama Jerusalem yako Bwana, ulipokuwa unakutana na watu. Fanya kikao hiki kama madhabahu yako. Wacha tumuombe Bwana akubali kikao hiki kiwe kikao chake. Leo tunaomba kama Sulaimani, mbinguni ni ya Mungu, kiti cha enzi kiko mbinguni. Hapa duniani ni kama ndio miguu yake inakanyanga, lakini tunaomba neema ya Bwana akubali kuja kukutana na watu wake. Akubali kuja kukutana na watu wake. Akubali kuja kukutana na watu wake. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Akubali Bwana. Leo tunaomba Bwana. Akubali Bwana. Repeka rabashaka raborobo. Kuonyeshana sign. Biblia inasema ataonyeshana sign katika anga. Leo tunasema Bwana, onyeshana sign. Onyeshana alama ijulikane. Rapaka raba. Kikao hiki ni kikao chako Baba. Reperebe. Ulipokuja kikao kilichoandaliwa kwenye mlima na mtumishi wako Musa, ulionekana kama moto ulao. Ulitetemesha milima. Leo tetemesha mioyo ya watu iliyokauka kama milima. Tetemesha dini za watu zilizokauka kama milima. Tetemesha. Rapaka raba. Tetemesha makusudi ya watu. Rabaraba shalabalaba selebelebe. Raparaba shalabalaba selebelebe shalamalama. Repeka raba shalabalaba selebelebe. Reperebe shalamalama. Reperebe shalamalama. Rapaka raba. Repeka raba. Wandugu na wadada, itategemea njaa yako ya mambo ya kiroho na kiu yako ya mambo ya kiroho. Unataka Mungu akuje afanye nini? Unataka Mungu akuje afanye nini? Unataka Mungu akuje afanye nini? Taja mambo hayo. Taja mambo hayo. Taja mambo hayo katika hii convocation. Rapaka raba. Repe. Raparaba. Shatalaba. Reperebe. Shatalaba. Repeka raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hii principle ya kujitayarisha, nataka ujue, unaposikia mikutano ya Yesu ilikuwa na umati mkubwa na mambo makubwa yalitendeka, sababu Yesu mwenyewe
alikuwa anatayarisha anga ya kiroho kupitia maombi. Katika Marko 1:35 nasema asubuhi na mapema, saa ile kukiwa giza, Yesu aliinuka, wengine wakiwa wamelala, akaondoka nyumbani, akaenda mahali faragani milimani kuomba. Inarudiwa katika Luka 5:16 ya kwamba Yesu alikuwa anaenda faragani. Sio hivyo tu, jioni akisha malizana na watu, katika Mathayo 14:23 Biblia inasema alikuwa anaenda milimani kuomba. Maombi ndio ambayo yanaandaa mioyo ya watu, yanaandaa njia za kiroho. Haleluya. Ndiposa tunaona Yesu anaporudi kutoka katika matayarisho ya kiroho ya maombi, mambo makubwa yanatendeka. Mkutano unaokuta una watu maelfu na maelfu. Hakukuwa na posta, hakukuwa na radio ama television, lakini kwa sababu aliandaa hiyo engagement yake vizuri kwa maombi, nguvu za Bwana zikavuta watu. Kile kingine tunaona ni nini? Tunaona ishara na miujiza na mambo makubwa. Nataka kuamini katika jina la Yesu, mambo matatu yatakuwa kitendeka Mispa. Moja, divine drawing. God will draw people depending with our preparation. Number 2, ishara na miujiza na mambo makubwa. Hallelujah. Ishara lazima kuwe ishara na miujiza. Mikutano ya Yesu kulipelekana na multitude pamoja na ishara na miujiza. Ya tatu ni ile ambayo Petro anasema alipokuwa akiongea, people were pricked, watu wakaguzwa mioyo. Mikutano ya Yesu watu walikuwa wanaguzwa mioyo, wanageuka, wanauliza tufanye nini. Waliuliza John the Baptist, tufanye nini? Waliuliza Petro, tufanye nini? Wakaambiwa tubuni. Lazima point number 3, kuwe na turn around for the revival to start working in our midst. Lazima kuwe na watu kuturn around. Nini utani watu around? Ni nguvu za Mungu. Hallelujah. Nimesema John hakuwa na public address, John hakuwa na posters, but people traveled miles and miles. Can it happen today? Mungu wa Yohana ndiye Mungu wetu. Can it happen today? Can people their heart turn around? Biblia inasema askari wakaja wakasema nini? Tufanye nini tuokoke? Wacheni hongo, wacheni ukora. Makuhani wakaja wakasema tufanye nini? Unaona all types of people, hata wale wanafikiria hawa ndio wako holier than thou, wote wanajidungwa mioyo. Katika Acts of the Apostles chapter 2, Petro alipokuwa naongea, watu walikuwa wametoka mataifa yote kuja Jerusalem, na watu wa matajiri maskini walikuwa Jerusalem, watu makuhani wa aina yote walikuwa Jerusalem. Lakini the thing is, ujumbe wa Petro release power to turn them around. Wandugu na wadada, madhabahu haya tuombe Mungu awe akimove ku turn the hearts of people around. Na aanze na mimi na wewe, aanze na mimi na wewe, aanze na mimi na wewe, aanze na mimi na wacha tuombe dakika chache in Jesus name. Mwambie Bwana moyo wako aweze ku turn around, aweze ku turn around. Uwe na uchungu wa kiroho, udungwe na mimba wa kiroho katika jina la Yesu. Uwe na uchungu wa kiroho katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ageuze nia zetu, ageuze mawazo yetu, in the mighty name of Jesus. Watu wengine wakija katika madhabahu haya, tuwe tumegeuzwa nia zetu, tuwe tumegeuzwa mawazo yetu, tujue kumtafuta Mungu na njia mpya, tujue kumtafuta Mungu na njia mpya, in the mighty name of Jesus. Wacha tuombe in the name of Jesus. Roho wa Bwana aanze kumove katika maeneo yote, katika maeneo yote. Matangazo tutakayotuma in the name of Jesus yaweze kuwaguza watu, yaweze kuwavuta watu in the name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Wacha tuombe manifestation ya ishara na miujiza kama mikutano ya Yesu, kama mikutano ya Yesu ianze kupatikana in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Thank you Jesus.
Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. Let us know what the Lord has done for you so we can give thanks together with you today. We would also love to pray with you. Share your prayer request with us via SMS or WhatsApp on 0799 200 100. If you'd like to partner with us, please reach out to the numbers on the screen.